akuhamishe na kuhama kwako kuelekea kwingine kana kwamba amekupokea kwa bombe, kwa sherehe na namna gani. Ni hivi, Roho Mtakatifu anachukua nafasi katika maisha yako ili uweze kuelewa ya kupaswa kufanya. Haleluya. Haleluya. Wewe mtukuse kwenye udhaifu wake. Mwambie tu kwamba wewe ni mwongo. Mwambie tu kwamba wewe ni mzinzi. Mwambie tu kwamba wewe ni mchawi. Nilimroga nani? Nani aliniona? Nilikuwa wapi? Nilizini na nani? Tulikuwa wapi? Nilikuwa nimevaa nguo gani? Hautauliza haya siku ya hukumu. Siku ya hukumu utakuwa kimya na utaambiwa tu kwa matendo yako haya hapa kushoto nenda, ama matendo yako haya hapa kulia nenda. Lakini mimi kama mchungaji, mimi kama nabii, nimepewa kukufundisha, nimepewa kukuonya, nimepewa kukuelekeza ili urudi katika laini ya kimungu. Maana maisha tulionayo leo tupo, kesho tupo. Wale mwae kusema kwamba tunafanya kazi ya milele, lakini sisi kwa jinsi ya mwili sio milele hapa duniani. Tunapita. Wapenzi wangu, tunapita. Tamani ujazo wa Roho Mtakatifu ili wale matengenezo yaliyo bora yatakayokusaidia baada ya maisha haya uingie mbinguni. Tuijaze mbingu, tuijaze mbingu, tuijaze mbingu, tuifilisi jehanamu, tuifilisi kuzimu, tuijaze mbingu kwa matengenezo yaliyo bora ndani ya kanisa. Haleluya. Ndani ya kanisa la kiroho haipaswi dhambi yoyote itajwe. Ndani ya kanisa la kiroho haitakiwi dhambi yoyote itajwe. Hili leo vidhambi vipo. Dhambi ya chuki, watu wanachukiana. Leo dhambi zipo ndani ya kanisa la kiroho. Watu wanafanya uzinzi. Dhambi zote ni mbaya, lakini lakini uzinzi ni dhambi iliyopelekea ulimwengu wa kwanza kuteketezwa, kugarikishwa kwa maji. Ni zina. Ilipelekea ulimwengu wa Sodoma na Gomora na viunga vyake ukateketezwa kwa moto. Zina. Leo zina ndani ya kanisa lako kwa jambo la kawaida. Imekuwa kama jambo la kawaida. Mtu kutoka na mke wa mwenzake. Mtu kutoka na binti wa kwaya. Mtu kutoka na binti wa chekechea ni kama jambo la kawaida. Wapenzi, zina. Leo imefikisha ulimwengu pabaya. Zina. Leo watu wanashagana. Zina. Leo watu wanawana jinsia moja. Zina ni uozo ulioje mbele za Mungu wa mbinguni. Leo haya yanafanywa, yanasikika ndani ya kanisa. Ni aibu iliyoje. Eti kwa sababu unaleta mchango mkubwa, eti kwa sababu unatoa fungu la 10 zaka kubwa, eti kwa sababu unafanya haya. Ni hivi, hatuendi mbinguni kwa sababu ya zaka, hatuendi mbinguni kwa sababu ya matoleo, hatuendi mbinguni kwa sababu ya hayo. Tunaenda mbinguni kwa sababu ya kusimamia kweli na haki ya Mungu na hofu ya Kristo iwe ndani yetu. Nami niseme watumishi, hubirini iliyo kweli, fundisheni iliyo kweli, acheni kujichanganya kwa kukimbilia mapako ya kidunia. Hubiri iliyo kweli, acha wakuchukie, lakini mbingu ziweke vema mbele yako. Unapewa sifa. Acha kutaka sifa kwa wanadamu. Acha. Watu wana maneno. Wewe baki na neno la Mungu. Acha kutaka sifa. Acha. Umehubiri vizuri. Yaani kwa kweli neno la leo limenigusa. Guswa. Lakini kama hujakaa kiwima na simama na neno ambalo ni upanga, sitaangalia ni nani ananipenda, ni nani yuko karibu yangu. Hata kama ni mama mchungaji, upanga unapita, lakini ukweli ubaki ukweli. Sasa unajua bwana, Biblia imesema asiyependa wa kwao ni mbaya sometimes kuliko hata asiyeamini.